Bana, kubwa ambayo naenda kuzungumzia siku ya leo ni kuhusiana na kasi wamejibu Yanga kwamba warudi nyumbani, warudi kwenye bodi ya ligi, warudi wakae na TFF vizuri. Na wewe ni mmoja kati ambao mtu ambaye uligongolea sana msumari, ukasema Yanga kwamba kama anazunguka tu inabidi wakubali. Ya kwako imetimia? Ilikuwa haina jinsi. Hivi unajua mimi nakwambia kitu kimoja. Yaani mimi mpira huu wa Tanzania na ushabikia kwa muda mrefu. Umeelewa? Najua vitu vingi, najua blanda nyingi ambazo zinafanyika kwa mpira. Yaani siasa nyingi nazifahamu. Umeelewa? Kwa hiyo nilikuwa najua toka siku nakwambia, yani kwamba hapo wataluka. Tena kuna sehemu bado kuna kitu bado hakijafanyika mpaka leo. Ila nakuhakikishia kwamba hiyo kitu kifanyaje kitafanyika. Hiyo kitu kifanyika tusomesikia wamekana kasi wamegaili, ila kuna tetesi zinasema sijui kama ni kweli mpaka sasa, siwezi confirm. Lakini kuna stories zimeshakuja kwamba Yanga wanataka kupanda juu zaidi kwenda wapi sasa? Kwenda FIFA. Umeona kuna barua imeonekana. Sijajua ile barua kama ni official au ni aje. Lakini inaonekana kwamba mchongo ndio kupelekwa tena FIFA. Lakini kiuhalisia maana Yanga kuna kitu anataka kukisikia. Yaani kuna sauti anataka kuisikia. Bado hawajaisikia mpaka sasa hivi. Na sauti ambayo anataka kuisikia ni sauti ya mamlaka za nchi. Ndio shida yao hiyo. Umeelewa? Sio ni mamlaka za nchi wanataka ziseme. Umeelewa? Bado hizi taasisi za michezo hizi usikiongea bado wanajiona kama vile wamezalaulika. Umeelewa siji? Ingawa kiuhalisia hivi vitu vingine bidi viachwe vipite, maisha yaendelee. Japo tu tahadhari yangu mimi natoa rai. Mazingira msimu huu kama ulivyoona, mtu ambaye mpango kwa bingwa shajulikana. Kila mtu anajua kama kuna mtu mpango kwa bingwa. Kwa hiyo mtu akijikanyaga kiamunya, Yanga akiingia kwenye mfumo, mimi nakuhakikishia Yanga atachukua chuma nyingi sana kwa sababu tayari watu washapanga bingwa aje kwa Simba. Na hiyo ndio mechi ambayo watu wanakuwa wanasubiria kwa hamu kwa sababu mpaka sasa amemtangulia pointi moja. Kwa hiyo ndio game ambayo watu wanasubiria kukafini. Hiyo mechi ndio inamaliza mchezo kila kitu. Iko hivyo. Yeah. Unaambiaje Young Africans waende FIFA, na ukiyatazama hati yao huenda wakachukuliwa pointi 3 pale. Yaani mimi najua kwamba mlolongo wote kinachofanyika hapo, mlolongo wote ule mwisho wa siku mechi itafanyaje? Itachezwa. Kwa hiyo hakuna haja ya kutaka kuchukuliana muda. Yaani hakuna haja ya kutaka kuchukuliana muda kwenye mambo mengi, watu wasubiri huko. Mwisho wa siku game itafanyaje? Itachezwa kwa sababu isipochezwa hii mechi maana soka zima la nchi litakuwa lipo uchi. Amna, yani kuna vitu vingi vitakuwa vimeharibika. Isipochezwa ile mechi maana hii ligi itakuwa ina bingwa. Isipochezwa ile mechi maana daraja ya kwanza watu watakuwa hajapanda ligi kuu. Isipochezwa ile mechi, yani kuna athari nyingi ambazo zinatokana na kutokuchezwa kwa ile mechi. Watu watakuwa washuki daraja. Sijui kwa sababu kifupi ligi inakuwa imeharibika. Yani kifupi hamna ligi. Kwa hiyo ile mechi watu wanataka itachezwa, watu hawataki itachezwa. Ila tu rai yangu mimi sasa kama mwenezi wa Azam nawaambia waangalie namna wa kufanya Yanga kama wanaweza kushikilia bomba hapo kwenye kutokucheza wasicheze kwa sababu huu mtego wa kucheza wakiingia kingi ndio wanamwagikana hapa, watangoa viti hapa. Hapa ni kama mtego tu ili dema kwa mtindo ulipofikia sasa hivi ilishakuwa dema. Mwanzo ulikuwa mtego. Mwanzo ulikuwa mtego kabisa. Mwanzo ilikuwa ni game tu ya kawaida ambao watu wacheze, mechi ishe, watu wanapata point 3 wapate, kama sare wagane pointi, maisha yaendelee. Lakini sasa hapa palipofikia sasa hivi hii ilishageuka kuwa dema ujue. Hili tayari lishakuwa dema. Umeelewa? Na kwa nini imekuwa dema? Kwa sababu tayari Yanga ameshacheza mechi nyingi, ameshinda mechi nyingi. Umeona anaongoza ligi, ila watu wanaomtaka bingwa ameachwa hapo nafasi ya pili. Na ili aweze kumpita huyo ambaye anania hata wakicheza game sawa inakuja kuonekana kwamba bado mtu anaongoza kwa pointi ngapi? Pointi 1. Umeelewa? Kwa hiyo ili mambo yakae vizuri sasa, lazima huyu Yanga afanyeje? Anyongwe. Na atanyongwa nakwambia akitia timu hiyo mechi. Akitia anapotea. Wanampoteza. Nisikilize mimi ndo nakwambia. Mimi najua football ya Bongo, na mimi mpira wa Bongo naujua. Umeelewa? Hiyo watu wamshamtega hilo dema na akiingia shughuli yake imeisha. Wazee wamekaa hataki kucheza kabisa. Wazee akina nani bwana kwenye mpira wetu wa Tanzania? Mimi ndo mambo ambayo si hataki mimi. Wewe huyo mzee ana nini huyo mzee huyo? Huyo mzee anasaidia kitu gani? Mzee analipa mishahara? Au huyo mzee kuna gari amenunulia timu? Huyo mzee anafanya kitu gani huyo mzee unomsema yeye? Hizo propaganda tu za mpira wa Tanzania kwenye hizi timu zenu za Kariakoo, hizo ndio zinabaki kuwa propaganda ambazo zinasababisha mpira wetu umekwama kwa muda mrefu kwa sababu mambo kama hayo kuendekeza wakina wazee hao. Wazee watasaidia kitu gani kwenye soka hao? Kutia na makelele tu. Watu wanatafuta ugali kupitia kipengele cha uzee. Wazee wapo Dar es Salaam peke yake. Wazee wakafanya maana hizi Simba na Yanga wazee wapo Dar tu. Huko Kigoma, Kagera, Mtwara huko Lindi, hakuna wazee ambao wanaipenda Simba na Yanga. Ila wako Dar es Salaam tu ndo wazee. Hakuna chochote hizo njia za watu kutafuta ugali tu. Hawana lolote. Ndio nisikize. Kwa hiyo usisemeseme kuhusu wazee, hawana lolote hao. Wazee wamezungumzia kwamba akicheza game Engineer anaondoka madarakani. Wafa? Engineer anatoweka. Sasa anatoweka vipi? Kwani Engineer ameingiaje madarakani? Si watu wamefanya uchaguzi, wamemchagua kwamba huyu ndo anabidi awe captain wetu, awe anaongoza timu, awe rais wa klabu.
Ili rais upite manake unafanya. Mimi fanyika uchaguzi. Watu inabidi waone kabisa tumechagua mtu. Sasa wewe umekaa uzee unatangaza uzee, alafu unasema kwamba timu hiyo mechi hiyo ikachezwa hasa ondokaje? Hivi pale Yanga wanapofikia sasa hivi kuna mtu wa kumuondoa engineers. Engineers yupo. Pale ni GSM, ni Gharibu, pale ni Gharibu. Gharibu ndo anamtaka akae pale engineer. Umeelewa? Hivi nani wewe bosi anuniwi shaka. Ukisikia bosi anuniwi. Sawa? Huyu ukisikia maskini jeuri wewe unabaki kwa msemo mtoto anaongea hakuna maskini aliyekuwa jeuri. Huo uongo. Sawa? Kwa hiyo ile swala hiyo mechi kuchezwa, hiyo mechi itachezwa. Hayo mambo kusema kuna wazee sio ndio wamekataza sio hakuna kucheza sio. Hizo ni propaganda tu, hakuna chochote. Nisikize game inapigwa hiyo. Uhakika kabisa. Kwa turudi alisia kwamba Young Africans kwenye kesi zao wanashindwa kuzuwini. Shida inakuwa gani? Kwenye kesi hiyo sasa mwanangu Yanga hiyo nao wajitafakari. Umeelewa? Yanga mwanangu anachezea sana za uso mwanangu. Yaani wale jamaa rafiki kuna kipengele cha kesi. Wale hata mimi sijasoma sheria lakini naamini watu kifungua kesi. Na mimi nawashinda wale kwenye kesi. Wewe unawashinda? Nawashinda Yanga. Wale akina engineer nani yule wakili wao yule anaitwa Simon Patrick sijui. Hamna kitu kule. Wale jamaa mwanangu. Wale jamaa hamna kitu. Yanga hajawahi kushinda kesi. Hakuna kesi Yanga ameshinda. Manake nini? Wale mimi hawafikiri sana kwenda kufanya vitu, yani hawajui jinsi ya kuitengeneza kesi, hawajui jinsi ya kutengeneza madai ili yaweze kufanyaje, yaweze kuwa na impact kwa wao. Wao wakikurupuka tu wameshakasirika leo asubuhi, bwana ito tupeleke kesi bwana. Hii kesi unaengena mazingira gani? Hii kesi kimetokea kitu gani? Ushahidi wake utaufuma katika mtindo gani? Kwa hiyo ndo